Yakobo sura ya kwanza, waraka wa Yakobo kwa watu wote, sura ya kwanza mstari wa 2, anasema hivi: ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbali. Hatujafika kumbe sote, tufike hapo. Waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 2 anasema hivi: ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, ama tungeweza kusema mkiangukia katika changamoto mbalimbali. Lugha hiyo tu moja, kwa sababu kwa vyovyote vile kwenye dunia yetu tunaamini majaribu pia yanaweza kuonekana pia kama, kwa lugha yetu ya kileo, kama changamoto. Anasema ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo maana yake, kama ninavyosema, matukio kwenye maisha yetu hayatakiwi yabadili mtazamo wetu wa imani katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tabia yetu katika Kristo Yesu haitakiwi badilishwe na matukio, kwamba mtu kwa kuwa sasa napitia magumu, basi huu ni muda sasa na mimi wa kufanya mabaya. Hapana. Ninapitia changamoto ya aina fulani, basi sasa ni kigezo kwangu kuto kufanya kitu cha aina fulani. Bwana Yesu asifiwe. Utendaji wako wa mwelekeo wa imani unatakiwa kuendelea kuwa ule ule, kwa kuwa ulikwisha kuamini na Bwana alikwisha kukuhesabia haki, amekufanya kuwa mtoto wake, na hiyo Mungu alibadilishi kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ninabaki hivyo, na wewe lazima ubaki hivyo, kwa kuwa mwili ndio unaofanya tujione tunapita kwenye changamoto, lakini wokovu uko rohoni mwako. Sawa watu wa Mungu? Mungu amekupa hazina zake zote za kiroho zilizo katika Kristo Yesu, amezideposit kwenye roho yako. Amekuhesabia haki katika utimilifu kwenye roho yako, na kwa hivyo vitu vina flow kutokea rohoni kuja nje kwenye mwili wako, kupita kwenye nafsi kuja kwenye mwili wako. Hata uzima tunaozungumza huko kwenye roho yako, unatoka kwenye roho yako kuja ku express ya uzima, nguvu yake mpaka kwenye mwili wako. Kwa nini sasa hivi? Ndio maana hata tunapoumwa tunaendelea kukiri katika uzima tulionao katika Kristo, kwa sababu ule uzima uko rohoni mwetu, na uzima upate nafasi ya kuenea mpaka kwenye hali za miili yetu, zipokee nguvu ya Mungu na kutujalia kupata aueni ya miili yetu na hali ile ambayo tunakuwa tunajisikia. Kwa hiyo changamoto hizi zinaweza kuwa zifanane. Ndio maana mwandishi anasema hesabuni kuwa ni furaha mnapopitia majaribu mbalimbali, kwa maana ya kwamba anatumia neno majaribu mbalimbali kwa sababu haiwezi ikafanana. Unaweza kufikiri wakati wa Yakobo, wakati anaandika waraka huu, alikuwa anazungumzia wakati ambapo watu wengi walioamini walikuwa wanapigwa na wanafukuzwa hapa na pale, hawana makao ya kutulia. Sisi leo tunaweza tukakaa kwenye nyumba zetu, tukaja kanisani tukakaa, lakini unaweza kuimagine au fikiri kama vile wakimbizi ambao nchi zao wanapigana, hawawezi wakajenga nyumba zao, hawawezi wakaendeleza biashara zao, hawawezi wakaanzisha kitu chochote kikasimama, kwa sababu hakuna hali ya amani inayowaruhusu kufanya hivyo. Sasa wanaendelea kujitiisha katika imani kwa kuendelea kumtumaini Bwana tu na kuendelea kuamini katikati ya changamoto hizo, kwa sababu hizo hazitakiwi wafanye waone kwamba sio wakati tena wa kuendelea kumtazama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bali wakati wa changamoto ndio wakati ambapo pia imani yetu inathibitisha kwamba kweli tumeamini na kwamba Mungu wetu anaweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine kwenye changamoto ndio mahali ambapo imani inaenda kujaribiwa, kuonyesha kwamba kweli inafanya kazi imani yako kwa Mungu. Kwa sababu imani ulionayo hiyo haitakiwi iwe inajaribu kukuambia kwenye mazingira haya sasa unatakiwa na imani, na kwenye mazingira haya sasa imani yako itakuwa ipungue. Sasa hivi uko kwenye kipindi cha furaha, Yesu ni Bwana. Sasa hivi kwenye kipindi cha huzuni, Yesu atakuwa amepungua kuwa Bwana, atakuwa sio amekuwa nani. Unajua wewe kwenye moyo wako, lakini inabaki imani ile ile, ukiri ule ule, na mwelekeo na mwenendo ule ule, bila kujali mambo yanayotokea. Mitume walituambia wakati ule waliwahi kutishwa, kina Petro waliwahi kutishwa na Bwana anapohubiri Injili, wakatishwa wasihubiri Injili, alafu wakao kwa ujasiri katika imani wakasema, Bwana zetu, imetupasa kuwatii ninyi au kumtii Mungu?
basi wako tayari, wanamaanisha kwamba tuko tayari tufanye chochote, lakini kama hatutaweza kuangusha utii wetu kwa Mungu kwa sababu mnataka tuache kuhubiri, just kwa sababu tunachokihubiri akiwafurahishi ninyi, basi mnataka tuache, kwa sababu hii injili kwa wengine ni kwazo. Mnajua hilo hii injili tunahubiri kwa wengine ni kwazo. Kwa hiyo wengine wangetamani tunyamaze, tufunge vinywa vyetu, lakini kwa mitume wanasema kwamba hata kama itatupasa mtufanye chochote, lakini kama itatupasa kumtii Mungu kuliko kumtii mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi mnatuambia tunyamaze, lakini sisi hatutanyamaza. Tutamtii Mungu aliyetuambia enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkahubiri, mkae mashahidi wa kile mlichokiona, mashahidi wa kile mlichokifanya kwa ajili yenu. Kwa maana yake maneno ya mtu wa nje hayapaswi kuwa na nguvu kuzidi ushahidi wa kweli wa Kristo aliofanya ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote unatakiwa kujisukuma ushahidi wa kazi ya Yesu Kristo ndani ya maisha yako, ni maisha yako ya wokovu, iwe na nguvu kuliko kinachokuja nje yako. Bwana Yesu asifiwe. Kile kinachokuja nje yako, maandiko yanasema ni cha muda tu. Ndio maana yake hata majaribu nayo na changamoto ni za muda tu. Bwana Yesu asifiwe. Maumivu yalikuwa yaniuma Alhamisi makubwa, lakini sasa hivi hayaniumi tena, ilikuwa ni ya muda tu. Hivyo hivyo. Yesu asifiwe. Kwa naweza nikachechemea kidogo, lakini I know kwamba mheri, kwamba niko ina amani kwamba Bwana ameshughulika na hali yangu. Maswali haya Bwana naye sio kwamba katibu sio kwamba ulikuwa unaandaa maswali haya alafu kapatikana sababu ya kutolea mifano. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali la mwisho lilikuwa je, kuhesabiwa haki kwa imani kunabadilisha vipi mtazamo wetu kuhusu Mungu na kuhusu sisi wenyewe? Very good question. I'm very ni swali la ufahamu zuri ambalo pia ni dhahiri kwamba linatakiwa liendelee kuwa sababu ya kutupima tunavyoelewa wokovu wetu ukoje kwa Mungu, kwamba je, kuhesabiwa haki kwa imani kunabadilisha vipi mtazamo wetu kumhusu Mungu na kuhusu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa labda pengine tunaweza kujipa changamoto. Kwa mfano, mimi ninaamini kwamba nimehesabiwa haki kwa imani, nimemwamini Yesu Kristo, ninaamini katika kazi ya msalaba, nimehesabiwa haki, nimefutiwa hatia ya dhambi yangu, nimesamehewa makosa yangu, na mimi si mdhambi tena, bali ni ndani yake Kristo ninaishi pamoja na Baba yu ndani yangu na mimi niko ndani yake, nimehesabiwa haki. Sasa mtazamo wangu kwa Mungu unabadilika vipi? Mtazamo wangu kwa Mungu unabadilika automatic, kwamba kumbe kwa tendo hilo la mimi kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, maana yake kunanifanya nimuendelee kumwangalia Baba yangu, aendelee kunitazama. Yaani napasa inanifanya niendelee kuiangalia haki yangu ilipo. Sawa kwamba haki yangu iko pale kwa Kristo. Kama Kristo angekuwa labda anasema hebu tazameni, kama vile wana wa Israeli walipokuwa wamemkosea Mungu, alafu wakatokea nyoka wengi waliokuwa wanawaua watu, wanawang'ata, alafu watu wanakufa, alafu Mungu anamwambia Musa atengeneza nyoka wa dhahabu ambaye unamsimamisha ili kila atakayemtazama atafanya nini? Hata akiwa ameng'atwa na yule nyoka bado atafanya nini? Atabaki hai, atapokea uzima, atapokea uponyaji. Ndivyo alivyofanya Musa. Anatengeneza kielelezo kwamba uwakilishi wa utendaji wa wale nyoka wa chini ulikuwa ni uwakilishi wa utendaji wa kazi Shetani, kwamba kadri dhambi inavyoendelea kutawala ndivyo Shetani anavyotamani kuendelea kuua, umauti unavyoendelea kutawala, lakini Kristo ameinuliwa ili kila anayemtazama basi nguvu yake, ujasiri wake, uponyaji wake uwe kwenye kazi ambayo Kristo ameifanya kwa niaba. Sasa kwa sura ile ile ya nyoka, waliokuwa wanang'ata walikuwa ni nini? Ni nyoka. Alafu aliyeinuliwa ni nyoka wa shaba, sio hivyo Kwa maana hiyo sasa nyoka anashindana na nyoka, sio hivyo Ndio maana maandiko yanasema Kristo alihukumu dhambi kwenye mwili wake. Alihukumu dhambi kwenye mwili wake ili mwenye dhambi sasa asiwe na kitu cha kujitegemea yeye mwenyewe, bali apokee bure msamaha wa dhambi. Kwa maana nyingine sana kusema kama Kristo asingesulubiwa kwa ajili yako na kwa ajili ya dhambi zako, ingekuwa kama unaenda kwa Kristo na kwamba Kristo angesema hivi, mimi nilikufa kwa ajili ya dhambi zako, lakini ili nikusamehe unatakiwa ulete kitu cha aina fulani, fanya kitu cha aina fulani, mimi nitakupa msamaha. Sasa Kristo hafanyi hivyo. Kristo anasema amini tu, imekuwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo sura ya 10 ya kitabu cha Wakorintho nitahitimishia Warumi nitahitimishia hapo. Warumi sura ya 10 inatukumbusha neno hili, inasema hivi,
sura 10 mstari ule wa tasoma kwanza mstari wa 5. Anasema kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria. Kuna muda swali liliuliza haki ya matendo ya sheria na haki ya kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria na kuhesabiwa haki kwa imani, kupoje. Kwa maana ya kwamba ndani ya sheria ya Musa kulikuwa pia kuna haki inaitwa kuhesabiwa haki kwa sheria, sawa Anasema hivi mstari wa 5, kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria, ya kwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi, usiseme moyoni mwako, ni nani atakayepanda kwenda mbinguni, yaani kumleta Kristo chini, au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimu, yaani kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani lile neno la imani tulihubiriwa. Neno la imani tulihubiriwa kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Na Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivi ndicho ambacho hiyo ndio haki. Sasa yuko ndio kuhesabiwa haki kwa imani, ndio anaitafsiri hapa Paulo. Anasema haki hii, haki inayopatikana kwa imani, inasema hivi, inasema Kristo alishuka duniani, lakini alishuka kuzimu na akafufuka. Kwa kufanya hivyo alitimiza dai la kuhesabiwa kwetu haki. Kwa hivyo haki inayobakia pekee wewe ili upate hiyo haki ni kwa moyo kuamini kwamba Yesu ni Bwana na kwa kinywa kukiri, basi umepata wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana yake. Anaposema kwamba nani atakayemshusha au kumtoa Kristo kuzimu, anazungumzia swala la Yesu Kristo kuja duniani, kuzaliwa katika mwili, na anazungumzia swala la Yesu Kristo kufa na kufufuka kama tendo alilolifanya kwa ajili ya wokovu wetu. Hilo limekamilisha hiyo kazi. Baada ya hapo kilichobaki ni kuhubiri Injili. Ndio maana anasema ni ile Injili tuihubirie, ile neno la imani tunalolihubiri. Kwa hivyo huku kuhubiri kwetu, huku ndiko kutaka watu wasikie na kuamini. Wakiamini tayari wamepokea haki yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno la imani tunalolihubiri kuhusu Yesu Kristo, hilo ndilo linalotupa haki, ndio linalotufanya tupate wokovu, hilo ndio linalotufanya tuhesabiwe haki kwa namna hiyo. Kwa hivyo mtazamo wetu kwa Mungu ni kwamba Mungu haki ya Mungu inapatikana tu kwa imani. Kwa hivyo inatufanya tuendelee kumwamini Mungu. Mtazamo wetu ni kuendelea kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu. Mtazamo wetu kwetu sisi wenyewe ni kwamba hatuwezi kujiokoa sisi wenyewe, na kama hatuwezi kutafuta haki inayotokana na jitihada zetu wenyewe, bali haki yetu inapatikana kwa kuendelea kuamini juu ya kile Mungu amefanya kwa ajili yetu na kukiishi kile ambacho Mungu ametupatia ndani yake. Badiliko tulio nalo ndani ya Kristo kwa Roho Mtakatifu tunalopewa, hilo ndilo ushahidi wa namna tunavyopaswa kujitazama sisi wenyewe. Tunajitazama kama watoto wa Mungu, kama warithi, kama watu wasioingia hukumuni, bali wanaohesabiwa uzima wa milele, kama watu walioponywa, kama watu waliotolewa mahali pa hatari na kuingizwa kabisa katika hali ya uzima, kama watu ambao shetani hana kitu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kujisemea, Yesu alisema kwamba yu aja alipokuwa anakaribia kwenda kusulubiwa. Yesu Kristo anasema yu aja mkuu wa ulimwengu huu, lakini hana kitu kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kama anatafuta kitu kwangu hawezi kukipata, hakipo anachonidai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anakubali kujitiisha kwenye lile jambo kwa ajili yetu, sio kwa sababu yeye ni mdhambi. Shetani hana cha kumhukumu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa ajili yetu anakubali kuhukumiwa, yaani shetani amhukumu Yesu kwa ajili ya dhambi zetu sisi. Na sisi tukisha kuamini katika Kristo Yesu, shetani hana kitu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo shetani hana kitu kwangu, shetani hana kitu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa katika Kristo Yesu, shetani hana kitu kwangu, shetani hana kitu kwako. Kwa kuwa haki yako ni kazi ile ya Yesu Kristo, ndiyo haki yako. Kwa hivyo ikiwa ningekuwa tunazungumza katika muktadha wa vifungo vya leo
Hivi vya nje vya kimagereza na haki za kawaida ni sawa na Yesu kusema kwamba nimeenda gerezani kwa niaba ya watu wote watakao kuwa wamekosa, ambao watapasa kuingia gerezani kwa makosa yao. Sawa nimeenda gerezani, nimetumikia kifungo timilifu cha wakosaji, ili yoyote ambaye atakuwa ametaka kuhukumiwa kifungo, mimi niwe tayari nimeshatumikia kifungo hicho kwa niaba yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wewe ukiamini, maana haki yako sasa inakuja kwenye lile tendo ambalo Mungu ameshalifanya kwa ajili yako. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba kwa sehemu naweza kuwa nimejaribu kuyafikia hayo maswali, ijapo ni maswali pia mazuri, lakini ni maswali ambayo ni doctrinal, kwa maana ya kwamba ni maswali ya fundisho kamili ambayo yanatakiwa, ambayo ndio yanaendelea, na mengine yanaendelea kujibu kwenye kitabu chenyewe kadri tutakapozidi kuendelea kusoma mbele. Kwa hivyo ni doctrinal questions ambazo zinahitaji kujibiwa kwa fundisho kikamilifu kabisa, lakini angalau kwa sehemu nimegusia hilo kwa sababu ni muhimu kwetu kuendelea kujua kwamba kwa nini tunaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiokoka tukoje? Tujitazamaje sisi wenyewe tukisha kuokoka? Kwa sababu kama wewe mwenyewe ubadiliki jinsi unavyojitazama wewe mwenyewe juu ya kile Mungu amekupatia, haibadilishi Mungu chochote juu ya kitu alichokuhesabia. Sawa? Yeye Mungu anakuona wewe ni mwana, ila wewe unajiona tofauti. Kwa hiyo haiwezi kumbadilisha Mungu akuone tofauti kwa sababu wewe unajiona hivyo. Hiyo itampa tu nafasi shetani ya kuendelea kukuchezea kwa kuwa wewe ndio unajiona hivyo. Sawa? Kwa lazima tujione katika namna ambayo Mungu anataka anatuona katika Kristo Yesu. Kwamba kama ametuona sisi tu watoto wake, na sisi tujione kama watoto wa Mungu vile vile. Kwa hivyo ndivyo tulivyo. Hakuna kinachobadilika. Mtoto wako kimzaa kama ajioni kwamba yeye ni mtoto wako, unapata shida sana. Ni sana mtoto anayekukana kabisa kwamba wewe sio mzazi wake. Lakini akiwa proud juu ya kwamba wewe ni mzazi wake na anajikubali kwamba yeye ni mtoto wa fulani. Bwana. Sasa hiyo ndio fulani ndio kutukuzwa kwa Mungu, sawa? Ndio kutukuzwa kwa Mungu, kwamba Mungu anafurahi kuona tunajitambua kwamba tumekuwa watoto wake. Na maandiko yanasema hivi ndivyo tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wala hakuna issue ya kukataliwa, hivi ndivyo tulivyo. Kama hauna Kristo ndani yako, maana yake uwezi, utakuwa na mashaka na wewe utambulisho. Lakini ikiwa Kristo amefanyika mwokozi wako, umezaliwa mara ya pili na Roho wa Mungu anakaa ndani yako, basi tayari ile hali ya kuwa mwana imekwisha kutimizwa kwako. Hakuna tena kinachoweza kuzuia kuwa mwana wa Mungu na mwokolewa katika neema hii. Baada ya kusema hayo, niseme Mungu awabariki. Nitakuwa nimemaliza, tutaendelea na vipengele vingine vya utaratibu wote wa ibada, na pale mwisho tutamaliza kwa maombi. Karibu kiongozi.